na pia watoe mfano mzuri. Inasemekana kwamba, sijui kwenye mashirika yenu tofauti, inasemekana kwamba iko temptation, kuna mwelekeo wa aina fulani za kazi siku hizi kudharaulika, na anayeifanya hiyo kazi anaonekana kwamba ni wa daraja tofauti. Kwa hiyo kama tuna mentality hiyo, inafaa katika mwaka huu wa jubilei tujisaishe. Kazi ni kielelezo cha utu wako, na ukifanya vizuri ni habari njema pia. Inawaambia watu kwamba huyu mtu anawajibika, na kama unaifanya kwa imani, wataona pia alama za imani yako ndani ya kazi hiyo. Kwa hiyo mtawa ambaye ni mwalimu, iwe ni primary, iwe ni chekechea, iwe ni wapi, sio mwalimu tu ili apokee mshahara. Ni mwalimu ili atangaze ufalme wa Mungu. Na hiyo ni kwanza. Na ndio maana watawa walio wengi wanaojielewa na mashirika ya kitawa yanayojielewa yanafanya pia kazi ambazo hazina malipo au zina malipo kidogo sana. Natumaini masista mlio wengi hamjapuuza kazi ya kufundisha katekesi kwa watoto. Kazi hiyo ni kazi njema sana, lakini tukihesabu tu mapato ya mshahara, hakuna mtawa ataifanya. Kwa hiyo jubilei hii itukumbushe pia hizo tunu muhimu za mapokeo yetu ya Francisco. Na Francisco anaweka pia msisitizo kwa jambo hilo anapoongea hasa juu ya kazi ya mikono. Katika mapokeo yetu ya Kifransisko, kazi ya mikono inapaswa kuheshimika sana. Anaandika hivi katika wosia wake mstari wa 20. Nami mwenyewe nilizoea kufanya kazi kwa mikono yangu, na bado natamani kufanya hivyo. Na waamuru kwa dhati ndugu wote wafanye kazi yoyote ile aminifu. Sije ukasema ujambazi ni kazi. Kazi yoyote aminifu. Na wale wasiojua kufanya kazi wafanye kazi, sio kwa ajili ya kupata mshahara, bali kwa ajili ya kutoa mfano kwa wengine na kuepuka uvivu ambao ni adui mkubwa wa roho. Wengi wanasema hiyo trend ya watu kutokuchapa kazi inavyotakiwa inakuwa ni kielelezo kibaya kwa waumini, kwa sababu kwa ndugu zetu wengine. Kwa sababu ukiwa mtu wa familia usipofanya kazi hutaishi. Ukiwa mtawa unaweza ukazembea kufanya kazi bado ukaishi. Mbona nakula hata kama sifanyi kazi, wenzangu si wanafanya, mimi nakula. Lakini hiyo kwa mtazamo wa Francisco ni dhambi kubwa. Kwa hiyo kila mmoja wetu anaalikwa, ndugu zangu, ajifunze kuchapa kazi, hata zile ambazo sio rasmi. Kuna kazi rasmi kweli. Mwalimu kazi yake rasmi ni walimu. Akirudi kutoka shuleni akakuta kuku hawajalishwa, si mali ya jumuiya, anaweza kulisha wale kuku. Akikuta ua linakauka pale nje, anaweza kumwagilia lile ua. Yote ni kielelezo kwamba tunajisikia nyumbani, a sense of belonging. Tunajisikia nyumbani. Sisi sio wapangaji bali ni wenyeji. Je, katika jumuiya yako unaishi kama mpangaji au mwenyeji? Kuwa mpangaji ni kitu rahisi sana. Wewe unaishi pale, mkubwa wako wa nyumba anawajibika ili ule na ufuliwe nguo. Alafu pocket money muhimu sana. Kabla ya tarehe 30 ole wake asipotoa. Kwa hiyo haki bila wajibu. Tunataka haki zote lakini hatuwajibiki ipasavyo. Basi ndugu zangu, tumombe Mungu atujalie ili hilo lisiwe ni sababu ya kudorora kwa utawa wetu, kwa mashirika yetu. La pili,
kiacha hilo la kazi. Francisco pia sambamba na kazi aliongea juu ya roho ya sala. Na alionya sana kazi isiue sala. Katika barua yake kwa Mtakatifu Antoni anasema, ndugu Antoni, in fact anamuita askofu, na kuruhusu wafundishe ndugu zako teolojia, mradi tu kwa fundisho hilo usiue roho ya sala na ibada ambayo mambo mengine yote yanapaswa kuitegemea. Zangu wapendwa, bila kujikita katika maisha ya kumtafuta Bwana, tunaweza pia tukawa tunafanya kazi kama social workers. Mtu ambaye anatimiza wajibu kama mwana NGO hahitaji imani, anahitaji juhudi yake kama hana dini. Kwa hiyo tunaalikwa ladha ya shughuli zetu itokane na muunganiko mzuri kati ya sala na kazi. Tuna bahati, tuna ratiba zinazotusukuma sana kujikita kwenye sala. Lakini pia tunaelewa kwamba inawezekana baada ya muda fulani, kama unasali tu kwa sababu uko kwenye malezi ya msingi, baada ya muda fulani utakapokuwa huna mtu wa kukufuatilia, utaacha yote. Ndio shida ya kufanya vitu kwa ajili ya kuplease walezi. Na huenda tunaweza kikawepo kishawishi cha kutoa jibu lile nililouliza kipindi cha kwanza. Mtu anasema mbona wao wenyewe hawaji? Katika hilo wajibika wewe mwenyewe. Nikitegemea kwamba sisi sote pia ambao tumekushapita malezi ya msingi, sote tuko kwenye malezi. Kuna malezi endelevu, malezi ya msingi. Sote tunawajibika kujenga moyo wa sala. Ratiba zetu zimepangwa kwa namna kwamba ziko nyakati za sala. Hupaswi kukumbushwa kuhusu sala, kwa sababu sala ni uti wa mgongo wa utume. Na bila sala, kujikita kwenye sala, tunachofanya kinaweza kikawa bure sana. Kwa ndugu zangu, tujikumbushe pia kwamba jumuiya ni support kubwa sana ya maisha ya sala, na tutumie nafasi tunazopewa na jumuiya ili kuweza kukua katika maisha hayo ya kiroho. Ratiba zetu zitusaidie, na pia kuna devotions ambazo ni pendelewa kwetu wa Franciscani, watawi lolote lile. Kwa mfano, sala ya malaika wa Bwana, nadhani mnajua tayari, ina chimbuko lake ndani ya Francisco. Yaani wa Franciscani walieneza sana hiyo ibada ya kwamba saa fulani ya siku ikigongwa kengele ya kanisani isaliwe ile sala ya malaika wa Bwana. Ni sala ya Kifransisko ambayo imeenea na kuwa sehemu ya sala za Kifransisko za mama kanisa. Njia ya msalaba ina mchocheo mkubwa sana wa Kifransisko pia. Mnajua wenyewe kwamba Francisco alisali sala aliyoikuta ikisaliwa tayari nyakati zake: tunakuabudu wewe Bwana wetu Yesu Kristo hapa na katika makanisa yote ulimwenguni, na tunakutukuza kwa kuwa kwa msalaba wako mtakatifu umeikomboa dunia. Wafuasi wake karne zilizofuata waliingiza sala hii katika ile ibada ya njia ya msalaba tuliyoizoea sana. Kingine ni Salamu Maria. Sehemu ya kwanza ya Salamu Maria ni amkio la malaika, ni maandiko matakatifu. Sehemu ya pili inasemekana, yani Maria mtakatifu mama wa Mungu na kuendelea, ni imeongezwa ama na Wadominikani au na Wafransiskani. Lakini kwa vyovyote ibada kwa Bikira Maria imesisitizwa sana na baba yetu mtakatifu Francisco. Kwa hiyo tujifunze pia kuzieneza hizo. Nyingine ni heshima kwa Ekaristi takatifu. Francisco aliikuta.
lakini amehimiza sana heshima kwa mafumbo haya na tuwafundishe watu kuyaheshimu ipasavyo. Na alisisitiza pia kwamba sehemu zetu za ibada ziwe safi, vyombo vya maadhimisho matakatifu viwe visafi. Hiyo nadhani vijana wetu mtakapokuwa huku na huko, muhakikishe kwamba heshima hiyo inaonekana na ibada kwa Ekaristi takatifu muieneze vizuri kwa waumini na mengine mengi. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya Mtakatifu Francisco kwa kanisa, na tunaomba ili zawadi hiyo iendelee kuwa hai, sisi wenyewe tuige mfano wake, tuwe watu ambao maisha yetu yanaakisi kile alichoishi, ili aendelee kuwa hai katika kanisa na jamii. Na tunajua kwamba Francisco sio tu anaheshimiwa kwa mambo yake ya ibada, anaheshimiwa pia kama mtu aliyependa mazingira, aliyependa uumbaji. Hilo linapaswa kugusa wote, Wakristo na wasiokuwa Wakristo. Kwa hiyo nadhani mnaona kuna watu wamefanya ile hati ya Papa Francesco Laudato Si, yani wameifanya ni mtaji. Watu wanaandika projects kwa kutumia jina la Laudato Si, lakini huoni wakifanya sana kuhusu kile walichoombea. Sisi hatuhitaji kuandika project. Sisi kwa maneno ya Laudato Si ambayo tayari yako kwenye mafundisho ya Francisco, tufanye mazingira yetu yawe mazingira yanayotamanisha. Tutunze uumbaji, na watu wakifika kwenye nyumba yenye harufu ya Kifransisko waone uzuri wa uumbaji. Sasa nawaalika ndugu zangu, tusimame tutolee maombi yetu. Naomba kila jumuiya iliyoko hapa ipeleke ombi ikiwakilisha jumuiya husika. Ombi kutoka kwa Wakapuchini. OFM, samahani. In your loud voice. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa siku ya leo, tunakushukuru kwa maisha ya Mtakatifu Francisco, hasa kwenye siku ya leo ambayo tumekusanya. Tunakuomba utufundishe zaidi kuwa wanyenyekevu kama alivyokuwa na kuishi maisha ambayo yanakupendeza. Bwana, tunakuomba utusikie. Ndugu wa conventual. Mungu Mwenyezi, tunaziombea jumuiya zote za Kifransiskani, tukikuomba kwa huruma yako uzidi kutuunganisha na kutuleta pamoja zaidi, ili kwa umoja huo tuweze kuishi vyema kanuni ya baba yetu msalafi Mtakatifu Francisco wa Asizi. Bwana, tunakuomba utusikie. Ndugu mmoja Mkapuchini. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha, imani na wito wa Kifransisko. Tunaombeza baba yetu Kiserafi na kuomba uturumie na tusamehe mapungufu yetu, na tujalie ile neema kwamba mpaka sasa tujafanya chochote tuanze upya. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunaomba ndugu mmoja sekulari atoe ombi kwa niaba ya wenzake. Tunakuomba utusikie. Niwaombe dada zangu masista, nisije nikakosea nikataja na wengine nisiwataje. Tukitoka hapa kwenda nyuma, kama mmoja akesha toa ombi, mwingine asirudie kwa familia ile. Karibu dada. Mwenyezi Mungu, tunasali kwa ajili ya Francisco wote ulimwenguni, hasa wale waliokata tamaa kutokana na changamoto mbalimbali ambazo wanakumbana nazo katika utume wao.
tunakuomba uweze kuwa pamoja nao, uweze kuwaimarisha, kuwanyanyua, ili kila siku waendelee kukutegemea wewe katika maisha yao. Bwana, twakuomba utusikie. Tunakuomba Bwana, tubariki, tujalie roho ya udogo, tuepushe na kisasi, tujalie kutambua kwamba ndugu zetu ambao umri wao umekwenda walitoa maisha yao, na ndio maana nasi tukao kama tulivyo. Basi katika umri wao tuwaheshimu na kuwapenda, ili nao wayafurahie matunda ya kazi ya mikono yao. Bwana, Twakuomba utusikie. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi kwa zawadi ya maisha ya baba yetu Mtakatifu Francisco ndani ya kanisa. Tunakushukuru pia kwa zawadi ya uwanja wetu. Tunakushukuru kwa kutujumuisha katika familia hii ya Kifransisko. Tunakuomba utusaidie na utuongoze katika kuishi na kuzifuata tunu za baba yetu Francisco, hasa udugu, utumishi, imani, furaha, kupenda viumbe na mazingira, na hivyo kwa mfano wa maisha yetu tuweze kumpeleka Kristo ndani ya maisha ya watu na kuwavuta zaidi hasa vijana waweze kumfuata Kristo katika maisha haya ndani ya kanisa. Bwana, Twakuomba utusikie. tunasema asante kwa zawadi ya siku ya leo. Tunasema asante kwa zawadi ya Mtakatifu Francisco. Mungu Mwenyezi, tunaendelea kuomba pia sisi tuendelee kuishi tunu zake, kuwa wanyenyekevu, tuweze kuishi na kuwa sawa kama yeye alivyokuwa. Pia tuendelee kutunza mazingira, na pia Mungu Mwenyezi, tunakuomba tuendelee kuishi kiaminifu maisha ambayo umetujalia sisi, na tuweze kuwa mfano bora kwa ajili ya wengine. Bwana, Twakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, tunasema asante kwa zawadi ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Tunawakabidhi watu wote ulimwenguni kwa maombezi ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, wajalie neema na baraka wanazozihitaji. Pia tunajikabidhi sisi sote tuliokusanyika hapa kumwenzi baba yetu wa kisarafi, utujalie tutote neema na baraka kwa maombezi ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Bwana, Twakuomba utusikie. tunaombea wagonjwa wote katika mashirika yetu, hasa wanaoteseka kwa magonjwa ya muda mrefu, wazee. Tunakuomba Bwana ukawafariji kutokana na utumishi wao waliotenda katika kanisa lako. Bwana, Twakuomba utusikie. Hayo yote Bwana na mengine mengi tulio nayo moyoni mwetu tunayaweka mbele yako. Tunaomba ulinzi wa mama yetu Bikira Maria, ambaye Francisco alizoea kusema ndiye aliyemfanya mfalme wa ulimwengu kuwa ndugu yetu. Tujiweke chini ya maombezi yake. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wewe
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Ee Mungu, Muumba wa vitu vyote, pokea vipaji vyetu vya sifa na shukrani. Utugeuze kwa neema yako, ili kama Mtakatifu Francisco tukutumikie kiaminifu na kuimba sifa zako sasa na milele. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema nake kuungana na viumbe vyote katika kukusifu na kukushukuru wewe uliye Muumba wa ulimwengu. Tunapomkumbuka Mtakatifu Francisco ambaye akisukumwa na Roho na kuongozwa na Injili alitafuta kwanza uongofu wake mwenyewe na akawa kielelezo kwa wengine. Akitamani kuwa shujaa, akawa mtangazaji wa amani. Akimwiga Kristo, akawa mmoja wa mafukara. Akimkumbatia mkoma, akajifunza namna ya kupenda. Akiona viumbe, akamtukuza Muumbaji. Akiishi maisha ya udogo, akakuwa hadi kufikia kilele cha utakatifu. Mabadiliko yaliyoanza San Damiano yalikamilishwa kwenye mlima wa La Verna. Ee Mungu mkuu, tunastaajabia tuonapo nguvu ya neema yako ikitenda kazi katika moyo wa kibinadamu, na tunajiunga na malaika na watakatifu katika kutangaza utukufu wako tukisema: Mungu wa majeshi,
Bwana, kweli u mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndiyo mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Lazarus Msimbe na wakleri wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia kwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Francisco na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Bwana mwenyewe na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusali: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tupolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wake Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme
wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawaapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Kristo Bwana iwe daima nanyi. Kama ndugu na wafuasi wa mpenda amani wa Asizi, takiane amani. Changanya mwili na damu yako Bwana, tupatie uzima wa milele sisi tutakaopokea. Tazameni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yetu sisi tulioalikwa kwenye karamu hii ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
Basi ndugu zangu wapendwa, tutamaliza ibada yetu tukizidi kuomba baraka ya Mungu atusindikize, na ninawaalika, labda wengine mnayo sala hiyo, kabla ya sala ya mwisho ya liturujia hii tusali ile sala Papa Leo aliyopendekeza kwa mwaka huu wa jubilei. Tusiokuwa nayo ingetosha tu kusikiliza. Tusimame. Sala ya Papa Leo wa 14 ya jubilei ya miaka 800 ya kifo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi. Mtakatifu Francisco, ndugu yetu, wewe ambaye miaka 800 iliyopita ulikutana na dada mauti ukiwa mtu mwenye amani na utulivu, utuombee kwa Mungu. Ulitambua amani ya kweli katika msalaba wa San Damiano. Utufundishe kumtafuta yeye aliye chanzo cha upatanisho, anayeondoa kila kikwazo. Wewe ambaye bila silaha ulishinda na kuvuka mipaka ya vita na kutoelewana katika jamii, utupe ujasiri wa kujenga daraja mahali ambapo ulimwengu huweka vizuizi na mipaka ya utengano. Katika wakati huu uliojaa migogoro, migongano na migawanyiko, utuombee ili tuwe vyombo vya amani, mashahidi wasio na silaha, wanaoondoa migogoro, migongano na migawanyiko kwa njia ya upatanisho na amani inayotoka kwa Kristo. Amina. Bikira Maria, mpalizi wa mbinguni, msimamizi wa provinsia yetu, utuombee. Mtakatifu Francisco baba yetu na watakatifu wote wa kiserafi, utuombee. Tuombe. Mungu Mwenyezi, unawajalia daima huruma yako wale unaowapenda, na unakuwa karibu na wale wanaokutafuta. Watazame kwa huruma mahujaji hawa walioanza hija yao. Uongoze njia yao kwa siku za mbele katika mapenzi yako, ili mchana wakingwe na salama na kivuli chako, na usiku waangazwe na nuru ya neema yako. Watembee kupeleka huko na huko amani ya Kristo, wasindikizwe nawe, waweze kufika kwa furaha kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tutachukua baraka ile ya Aroni ambayo Francisco mwenyewe aliipenda na kuifanya yake. Bwana awe nanyi. Bwana awabariki na kuwalinda. Awaonyeshe uso wake na kuwajalia amani. Awaangazie uso wake na kuwajalia amani maishani mwenu. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kudumu nanyi daima. Bwana aongoze njia yetu, awakinge katika furaha, na awajalie mwende na amani. Mana salama. Naomba tuketi. Chukue nafasi hii kutoa neno la shukrani, hasa kwa nianze na ndugu zetu wa konventuali ambao wametukaribisha tukaanzia hija yetu kutoka kule kwao. Tunawashukuru sana,
kwa maandalizi waliokuwa wameyafanya, na mpaka sasa tuko pamoja. Ni washukuru mapadri walioko hapa mbele yetu. Nikianza upande wa kulia, kuna Padre Kesi. Jina kwanza nani tena? Simon Kesi. Naomba usimame ukuone. Na Father Mukadi, Marcel Mukadi akiwakilisha chuo. Chuo na Urbaniana nimesahau. Ndugu Mushi, Ferdinand Mushi. Ndugu William Ngowi. Padre Sayoni Msalvatoriani. Na kwa namna pekee basi ni washukuru wa Salvatoriani kwa kuitikia wito wetu. Tuko nao kati yetu baadhi ya mafrateri na mapadri waliokuja. Naomba tuwapigie makofi kwa kuungana nasi katika hizi baraka za Kifransisko. Mengine nimwachie mwenyekiti wa umoja wetu aseme. Nikimaliza yote nitakuwa nimekosa. Karibu mwenyekiti. Neno moja tu la shukrani basi. Amani na salama. Kwanza kabisa natoa shukrani kwa umoja wetu, kwa kufika kwetu, kwa kuitikia hiki ambacho Mungu ametugusa kutoka ndani kwa ujumla. Pia nawashukuru baba zangu wote ambao umetuongoza katika njia mbalimbali, mafundisho, maungamo, misa na mengineyo. Nashukuru sana. Pia nina mambo ya kukumbusha mawili. Jambo la kwanza, tulivyofurahi leo, tusisahau kuna Transtus tarehe 3 mwezi wa 10. Jambo la pili, kuna sherehe yenyewe ambayo ndio kilele tarehe 4 mwezi wa 10. Kila mmoja na waalika ajiandae kiroho, kimazingira na kimaisha kwa ujumla, ili siku moja tufike mbinguni kama baba yetu wa kiserafi. Amani na salama. Huyo ni mwenyekiti wa umoja wetu wa Francisco hapa Morogoro, Uframo, Sister Anna, wadada wadogo wa Afrika. Na katibu wake ni Mama Mshana Msekulari. Nafikiri mnamfahamu Mama Mshana. Wengi wanamfahamu, mna shida. Naomba basi tuwaombee. Huu ni mwaka wa wanawake, rais wetu ni mwanamke na wenyewe ni wanawake, kwa hiyo wana kazi kubwa. Nilimsahau ndugu Mark Begaya, yuko nyuma pale, pia nitusaidia kwenye maungamo. Na mwisho kabisa wa shukrani, nimshukuru ndugu Gaudens Aikarua ambaye ametuongoza tangu asubuhi mpaka sasa hivi. Kwa kweli amejitoa, ameacha shughuli zake zote kwa ajili ya kuja kuwa pamoja nasi. Ndugu Gaudens, tunakushukuru sana sana. Naona hayo makofi hayatoshi.
Katukumbusha mambo ya ukarimu, alafu tunakosa ukarimu kwenye makofi jamani na vigelegele. Tunakosa ukarimu mmoja tu, kuandaa chakula. Kwa hiyo hii ni sehemu ya hija, hii ni kama toba. Kwa hiyo tumekuja kula kiroho zaidi kuliko kimwili, na tutaondoka kama tulivyokuja. Wakati mwingine tutajipanga vizuri zaidi. Lakini na imani hakuna anayesikia njaa kiasi cha tumeshiba kiroho zaidi kuliko kimwili. Basi naomba tusimame kwa wimbo wa mwisho.